uliendelea kunyamaza kimya. Mwili wa Nelo ulilala kimya ardhini. Askari wote waliinamisha vichwa vyao kwa heshima ya mwanaume aliyekufa kwa kusimamia haki. Tulieni yenye binadamu, sisi hatukuja kuleta vita ila amani. Mimi ni mtoto wa mawimbi, mfalme wa nguvu vipara, naitwa Zagamba. Kaisari alinywea, hakuelewa lugha ya Kiswahili. Akageuka na kumtazama Titus huku akizungumza kwa sauti ya hofu. Titus, bila shaka unajua lugha hii. Anasema nini huyo? Mfalme Kaisari, kiumbe huyo anazungumza lugha ya Kiswahili, lugha ya nchi tuliyompata Silena. Ameanza kwa kujitambulisha. Anasema yeye ni Mungu kutoka Bagamoyo, Tanzania. Unazungumzia Mungu gani wewe? Hakuna Mungu zaidi yangu mimi Kaisari. Mwambie na muhitaji Silena, la sivyo nitamwagia bahari yote mafuta na kuichoma. Titus akafikisha ujumbe huo kwa Zagamba. Mwale akachukia na kutaka kumvamia Kaisari, lakini Zagamba akamshika mkono na kumzuia. Kisha Zagamba akageuka kumtazama Kaisari. Mimi na wewe adui yetu ni mmoja. Silena anazuia mimi kuwa Mungu wa bahari, na wewe unataka nywele zake ili uishi milele. Unachokitafuta mimi ninacho, na ninachokitafuta wewe unacho. Kaisari hakuelewa kilichosemwa, akapewa tafsiri na Titus. Kisha Kaisari akajibu, mbona sikuelewi unachokisema? Unacho ninachokitafuta, na mimi ninacho unachokitafuta. Ni nini unamaanisha? Nitakupa Silena na wewe unipe taji lake. Kaisari baada ya kupewa tafsiri ya maneno hayo, uso wake ukajaa kumbukumbu. Akakumbuka ile siku alipotupa taji la Silena. Baada ya kumaliza kumbukumbu hiyo, Kaisari hakujibu kwa haraka. Alikaa kimya akitafakari uamuzi sahihi. Alihisi huenda huo ni mtego wa Silena, lakini akajipa moyo kwa vile ukubwa wa jeshi lake ulizidi idadi ya samaki wote walioko baharini. Kama nikikupa taji hilo, ni kweli utanipa Silena? Na baada ya mabadilishano hayo, utahitaji nini tena kutoka kwangu? Nitataka uniahidi, kabla ya kukata nywele zake, kwanza utampa mateso makali yatakayonifurahisha, na siku utakayokata nywele zake niwepo, nione mwisho wa nguvu zake na uhai wake. Kama unavyoomba, nitakupa taji lake na wewe utanipa Silena. Lakini ukileta ujanja na kuahidi, nitakausha maji yote ya bahari. Na hapo ndipo makubaliano yalipofungwa. Zagamba alikabidhiwa taji la mama yake, na Mfalme Julius Kaisari akapewa Silena. Silena akafungiwa kwenye chumba cha meli na kuwekewa ulinzi wa kutosha. Bado alikuwa akitabasamu na kuchekacheka peke yake kwa ukosefu wa akili. Kwenye kasri la kisiwa cha asali na maziwa,
Mfalme Julius Kaisari alisimama akimtazama Titus kwa furaha. Furaha ya kumrudisha Silena, furaha ya kushinda vita bila upanga na kukabidhi rasmi cheo cha Nero. Wewe ndo utakuwa kiongozi wa majeshi. Titus alitabasamu, lakini ndani ya moyo wake alijawa na kisasi kikubwa dhidi ya mfalme huyo. Sasa Titus alijua kuwa mpango wake wa kumtolosha nguvu Silena na kijana maskini haukufanikiwa. Lakini kuna swali lilisumbua akili yake. Kijana maskini atakuwa wapi? Punde askari mmoja aliingia ndani ya kasri akiwa na wasiwasi. Mfalme, tumemtafuta Livia sehemu zote kama ulivyotuagiza, lakini hatukusikia hata harufu yake. Kaisari hakujisumbua kugeuka kumtazama askari huyo. Kisha akasema, sasa si wakati wa kutafuta mapenzi. Ni wakati wa kutafuta kuishi milele. Titus, amuru askari wote waandae meli haraka. Tunarejea jiji la Roma. Sherehe ya kukata nywele za Silena ianze. Hail Caesar, ruler of all. Your glory shines like the sun. Ndani ya dakika chache meli zilianza kukata mawimbi kuelekea jiji la Roma. Kwenye moja chumba cha meli, Titus alikuwa peke yake. Alikuwa kwenye dimbwi la mawazo na hasira ya ndani. Alituharibia furaha yetu. Alinisukuma vitani ili nife. Kisha akakuoa. Lakini leo aliposikia umepotea, hakujali. Hakuuliza hata kwa mara ya pili. Ameitupa roho yako kama takataka. Livia, Roma inaweza kukusahau. Dunia inaweza kukutelekeza. Lakini upendo wangu hauwezi kusahau jina lako. Lazima nitimize ahadi yangu. Nikwambie kama bado nakupenda. Kisha akafungua dirisha la chumba, akaluka na kujitosa majini. Akaelea juu ya maji. Na sasa rasmi alianza safari ya kutafuta moyo wake. Barry, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Jua lilichomoza likiangaza msitu wa kisiwa cha asali na maziwa kwa mwanga wa dhahabu. Mikono ya kijana maskini ilikuwa ikichonga mkuki, huku akizungumza na moyo wake taratibu. Niliapa nikimfikisha Silena sehemu salama, nitawarudia ndugu zangu. Lazima niwatoe kwenye tumbo la mateso. Kisha kitu kipya kikaingia kwenye akili yake. Silena. Japo alijua Silena alimsaliti na tayari alishakula viapo 1000 vya kumsahau nguva huyo, lakini haikuwa rahisi kama alivyodhani. Sura ya Silena ilibaki kwenye akili yake. Silena, najua siku moja nitakusahau na nitabaki na amani yangu iliyokuwepo kabla hatujakutana.
Lakini hafla bahari ilitupa kitu fukweni. Ulikuwa mwili wa binadamu. Kijana maskini alishtuka, akatupa mkuki chini na kukimbia kuelekea majini. Alifika na kuutoa mwili huo majini. Aliugeuza taratibu. Uso wa mwili huo ukitazamana na kijana maskini. Alikuwa Livia. Kijana maskini alimtazama Livia. Bado hajafa, bado anapumua. Hakujua historia yake, kwamba huyu ndiye Livia wa Titus, msichana wa Balua ya miaka 5 iliyopita. Kijana maskini kile alipokuwa akitazama uso wa Livia, alishangazwa na uzuri wa msichana huyo. Kisha moyo wake ukamwambia kitu ambacho hakuwa tayari kukikubali. Simfahamu msichana huyo. Sijui jina lake wala mahala alipotoka. Nimemuona kwa mara ya kwanza. Lakini kwa nini moyo wangu unapiga hivi? Bari, niambie kwenye comment ni sehemu gani ya episodi hii imekuvutia sana. Na usikose episodi inayofuata.